Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Kristo. Nipende kuwakaribisha katika vipindi vyetu na mfululizo wetu wa masomo ya kiroho ambayo tutakuwa tukijifunza kutokea moja kwa moja katika Butoke Media. Tutakuwa tukijifunza masomo mbalimbali ya kiimani. Kwa hiyo nipende kukukaribisha ewe mtazamaji na msikilizaji, tunapokwenda kuanza vipindi vyetu hivi. Basi ni matumaini yangu utabarikiwa kabisa na masomo yatakayokuwa yakirushwa kupitia media yetu hii ya Butoke. Kwa siku ya leo tutakwenda kujifunza kitu kikubwa kiroho, lakini kinaweza kikaonekana kidogo kwa maneno, ambacho kitakuwa kinahusu imani. Kwa hiyo popote ulipo, nipende kukukaribisha. Kabla hatujaanza, basi tuweze kupata ombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishie mahali pasiri juu mbinguni, tunarisifu na kuliabudu jina lako katika maisha yetu. Katika masaa haya Bwana, tunakwenda kujifunza kutoka katika maneno yako. Tunaomba Bwana ukae pamoja nasi, ukitufunulia na kutufundisha, ili wote tukaijue kweli yako, siku moja tukapate kuokolewa kwa kurithi uzima wa milele. Mbariki mtazamaji, mbariki msikilizaji, unibariki na uniongoze na mimi pia katika kipindi hiki, ili tuweze kuelewa ni nini Bwana umepanga sisi tujifunze, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Kama nilivyotangulia kusema, tutajifunza juu ya imani. Imani ni nini? Ni jambo ambalo tunaweza tukajiuliza sote katika maisha yetu. Lakini tukienda katika kitabu kile cha Waebrania, kitabu cha Waebrania sura yake ya 11, maandiko pale yanatufundisha au yanatupatia maana juu ya imani. Katika fungu lake la kwanza, neno la Bwana linasema, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kuwa na hakika, kusadiki. Kusadiki juu ya nini? Tunasadiki juu ya uwepo wa Mungu. Tunasadiki juu ya wokovu, kwamba tunaye Mungu ambaye ndiye anayetuongoza au anayetuokoa katika maisha yetu haya. Ijapokuwa hatujawahi kumuona, ijapokuwa hatukuwahi kumuona, lakini tunayo imani. Kwa hiyo ile hali ya kuwa na uhakika ya kusadiki kwamba Mungu yupo, hiyo ndiyo imani. Kwa hiyo tunapojifunza juu ya imani, tunajifunza juu ya kuwa na uhakika na Mungu ambaye tunamwabudu. Sasa imani yetu hii inatusaidia sisi kupata wokovu. Tunaupataje? Hali ya kuwa tunajua tunaokolewa kwa neema. Neema ni nini? Na tunaipatapataje hii neema? Kwa hiyo leo tutakwenda kuangalia mambo machache juu ya imani. Kwa hiyo tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo sio kwa nguvu zetu, bali ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo neema tunayoizungumzia ni nafasi ya upendeleo ambayo alipewa mwanadamu kwa ajili ya kusahihisha makosa yake aliyoyafanya mwanzo. Kama tulivyojifunza, uasi ambao ulifanyika pale katika bustani ya Edeni, basi ulidai kifo. Maana Bwana alisema hakika ukila tunda utakufa. Lakini Bwana hakuishia pale. Kwa kutupenda sisi, akamtoa mwanawe wa pekee ili kusudi tuweze kuokolewa. Kwa hiyo ile nafasi ya pili ambayo mimi na wewe tumeipata kwa ajili ya kurekebisha makosa yetu ya dhambi, hiyo ndiyo inayoitwa neema. Sasa mwanadamu anaipataje neema? Anaipata neema kwa njia ya imani, kwa njia ya kusadiki. Kwa hiyo kumbe, ili niipokee neema, lazima niwe na imani, lazima nisadiki juu ya neema ambayo Bwana Mungu mwenyewe ameitoa katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa maana rahisi tunaweza kusema imani ni kama mkono unaotuwezesha sisi kuipokea neema. Maana pasipo imani hatuwezi kuipokea neema. Kwa hiyo ili niipokee neema, niweze kuokolewa, ninahitaji kuwa na imani. Kwa hiyo imani ni mkono unaoniwezesha mimi, unaokuwezesha wewe kuipokea ile neema ambayo ameitoa Mungu kwa ajili ya kupata wokovu. Kwa hiyo imani hii haiishii tu kuwa mkono, bali inahitaji idhihirishwe pia katika matendo ili iweze kufanya kazi. Maana
kama imani ni mkono wa kupokelea neema, ina maana ili niipokee neema lazima nichukue hatua ya mimi kunyoosha mkono wangu kuipokea neema ili iwe yangu, iweze kuniokoa. Kwa hiyo pasipo mimi kunyoosha mkono na kuipokea neema, basi sitoweza kuipata neema hali ya kuwa Mungu alikwisha kuitoa neema. Kwa hiyo nini ambacho tunajifunza hapa? Kwa hiyo kumbe imani inahitaji matendo ili iweze kufanya kazi, au ili iweze kuwa na nguvu ya kumpatia mwanadamu wokovu. Kwa hiyo pasipo matendo, imani hii inaweza ikawa haina mchango au haina nguvu ya kuleta wokovu. Maana kuwa na imani tu hakumsaidii mtu kuokolewa, bali kinachomsaidia mtu kuokolewa ni namna ambavyo anaitumia imani hii kwa ajili ya kupokea wokovu. Hapo ndipo anapopata wokovu. Piga picha, tuchukulie mfano. Unaamini kuwa kula chakula kunaondoa njaa au kuna kuwezesha wewe kushiba, ili kusudi njaa iweze kuisha. Sasa chakula unacho, umewekewa katika meza. Unaamini kula kile chakula kutakuwezesha wewe kushiba na njaa ikaisha. Lakini usitumie mikono yako kuchukua kile chakula na kukiweka mdomoni ili uweze kushiba. Je, unaweza kushiba kwa kuamini tu pasipo kula chakula? Jibu ni hapana. Kwa hiyo vivyo hivyo katika wokovu, tunayo imani. Imani hii inapaswa ifanyiwe kazi katika maisha ili iweze kuleta wokovu katika maisha yetu. Kwa hiyo kuamini tu pasipo kufanyia kazi kile tunachokiamini, hatuwezi kupata wokovu. Hii tunajifunza wapi? Katika kitabu cha Yakobo sura yake ile ya 2, tunajifunza kitu cha kipekee sana ambacho Mungu anatufundisha. Ukianzia lile fungu la 14, neno la Bwana linasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema kwamba anayo imani lakini hana matendo? Swali linaulizwa, yafaa nini kusema mimi ninayo imani lakini maisha yangu hayaoneshi kama kweli ninaamini? Yafaa nini kusema unayo imani lakini huna matendo? Je, imani yaweza kumwokoa? Imani yako pasipo matendo, je, yaweza kukuokoa? Tunajiuliza swali, inaweza kukuokoa? Jibu ni hapana. Kwa sababu gani haiwezi kukuokoa? Imekosa matendo ndani yake. Fungu la 17 anasema, vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo imani isiyokuwa na matendo, hiyo ni imani mfu. Na tunajua kitu kilichokufa hakiwezi kufanya chochote, hakina nguvu, hakiwezi kufanya matendo yoyote, kipo tu kama kilivyo. Kwa hiyo imani pia isipokuwa ina matendo ndani yake, basi hiyo imani imekufa. Haina uwezo wa kufanya jambo lolote, haina uwezo wa kukupatia maendeleo, haina uwezo wa kukupatia wokovu, haina uwezo wa kukusaidia wewe kupiga hatua katika maisha yako ya kiroho. Ukisoma fungu la 8 anasema, lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nioneshe imani yako pasipo matendo, nami nikuoneshe imani yangu. Kwa hiyo kumbe ili kuidhihirisha imani tunahitaji matendo. Je, unaweza kumuonesha mtu imani yako pasipo matendo yako katika maisha? Unaweza kumuonesha mtu imani yako pasipo kuonesha au kudhihirisha kile unachokiamini katika maisha yako? Jibu ni hapana. Kwa hiyo ili tudhihirishe imani katika maisha, kumbe inahitaji tutende jambo, tutende sawasawa na tunavyoamini. Sikiliza kitu cha kipekee. Fungu la 19 anasema, kitabu ni Yakobo 2, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Kwa hiyo kumbe sisi tunaamini tunaye Mungu mmoja, hata mashetani wanaamini kwamba Mungu yupo mmoja. Sasa tofauti yetu na mashetani ni nini? Jambo ambalo tunaweza kujifunza hapa, kwamba kama tunaamini
na mashetani wanaamini vivyo hivyo. Kwa nini sisi tunaonekana kuwa wana wa Mungu na wao wanaonekana kuwa upande wa shetani, ambao kuwa upande wa shetani hakuna wokovu? Jibu ni moja tu. Tunachotofautiana kati ya sisi na mashetani ni matendo. Kwamba sisi tunaamini tunaye Mungu mmoja na tunatenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu, lakini mashetani wanaamini kwamba Mungu ni mmoja na ndiye muweza wa yote, lakini hawatendi sawa sawa na Mungu anavyotaka au alivyoelekeza katika neno lake. Kwa hiyo kumbe, kuwa na imani isiyokuwa na matendo katika maisha yetu ni sawa sawa na imani ya kishetani. Kwa hiyo mtu yeyote anayeamini Mungu yupo lakini hafanyi sawasawa na Mungu anavyoelekeza, hafanyi sawasawa na neno linavyosema, huyo ana imani ya kishetani. Maana yeye na mashetani watakuwa wanaamini katika kitu kimoja, ambapo wanaamini Mungu yupo lakini wanafanya tofauti na Mungu anavyotaka. Wanaamini Mungu yupo lakini hawafanyi sawasawa na Mungu anavyotaka. Ndiyo hiyo tunayojifunza katika kitabu kile cha Waebrania 11 na lile fungu la 6, anasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana yeye amwendeaye Mungu lazima aamini yeye yuko. Kwa hiyo kumbe, ili tumpendeze Mwenyezi Mungu, basi tunahitajika kuwa na imani. Na imani yetu ni imani ambayo inadhihirishwa katika matendo. Lazima watu waone kile tunachokiamini. Lazima watu wajifunze kutoka katika kile tunachokiamini. Maisha yetu, matendo yetu, ongea yetu, mwenendo wetu lazima uendane sawasawa na imani tuliyo nayo. Mpendwa, kama unadhihirisha imani yako kwa Mungu, basi idhihirishwe katika matendo. Matendo ndiyo yanayofunua tabia ya Mungu. Matendo ndiyo yanayodhihirisha kwamba huyu mtu anamtumikia Mungu. Piga picha, unajiita Mkristo, kwamba wewe ni Mkristo, unamtumikia Mungu, unamwamini Yesu Kristo, lakini hausali. Kanisani hauendi. Neno la Mungu hausomi. Kuomba hauombi. Tabia yako haifanani na ya Kristo. Matendo yako hayafanani na neno la Mungu kama linavyosema. Je, wewe utakuwa una imani? Na kama una imani, je, unaamini nini katika maisha yako ambacho hakijidhihirishi? Kwa hiyo kumbe, ili imani iwe hai, ili imani iwe na nguvu ya kuleta wokovu, ni sharti idhihirishwe katika matendo. Katika kipindi hiki nipende kukuomba na kukusihi kwamba maisha yetu, imani zetu lazima zidhihirishwe katika matendo. Sisi ni wana wa Mungu ambao Mungu ametuweka katika ulimwengu huu kwa ajili ya kujulisha ulimwengu na kufundisha juu ya tabia ya Mungu. Tunaufundishaje ulimwengu? Tunaufundisha kupitia maisha yetu ya kila siku tunayokuwa tukiyaishi. Tunawafundisha kupitia matendo yetu ambayo tunakuwa tukiyatenda. Tunawafundisha kupitia maneno yetu tunayokuwa tukiyasema. Namna tunavyoonyesha ukarimu kwa watu, namna tunavyoonyesha upendo, namna tunavyowasaidia, namna ambavyo tunashirikiana nao katika matatizo. Hapo ndipo tunapodhihirisha imani, na hapo ndipo tunapokuwa tunatenda sawasawa na Yesu alivyotenda wakati akiwa hapa ulimwenguni. Maana tunatambua ya kuwa Yesu alipokuja ulimwenguni alitufundisha mfano wa kuishi sawasawa na kanuni za kimbingu, kwamba tunapaswa kuwa na huruma na wengine, tunapaswa kuwa wapole, tunapaswa kuwa wanyenyekevu, tunapaswa kuwa watii. Kwa hiyo hapo ndipo tunapokuwa tumedhihirisha neno la Bwana linachotufundisha, na imani yetu ndipo inapokuwa imeonekana katika maisha, na ndipo inapoweza kufanya kazi na kuzaa matunda ndani yetu. Maana pasipo kuwa na imani hatuwezi kuzaa matunda. Na imani tumesema ni mkono wa kupokelea neema. Sasa neema hii ni nafasi ambayo tumepewa kwa ajili ya wokovu. Nafasi hii ni katika kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kumfanya sehemu ya maisha yetu. Hapo ndipo tunapokuwa na neema. Kwa hiyo ndani ya neema kuna Yesu. Huyo Yesu ndiye anayetupatia wokovu. Huyu Yesu ndiye anayetusaidia sisi kupata ile roho ya kutubu, kuona kwamba hapa tumekosea. Maana ili tuokolewe tunahitaji kumshika Kristo zaidi katika maisha yetu. Pasipo yeye hakuna wokovu. Ukisoma katika kitabu cha
Injili ya Yohana ile sura yake ya 15 na lile fungu la 4 ni maneno ya Yesu ambaye anazungumza, anasema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi nanyi msipokaa ndani yangu hamtaweza kuzaa. Kwa hiyo kumbe, ili tuweze kuzaa matunda ya pasayo toba, tunahitaji kuwa ndani ya Yesu Kristo, ambaye ndiye atakayetuwezesha, atakayetusaidia sisi kuzitambua dhambi zetu. Maana pasipo Yesu Kristo kukaa ndani ya maisha ya mwanadamu, hatuwezi kuziona dhambi zetu, hatuwezi kuzitambua dhambi zetu. Fungu la 5 anasema, mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo pasipo Kristo katika maisha yetu ni bure. Pasipo Kristo katika maisha, hatuwezi kufanya jambo lolote. Imani ni mkono wa kuipokelea neema. Ndani ya neema kuna Yesu Kristo. Bwana akubariki sana. Karibu katika masomo yanayofuata. Na tuombe. Asante sana Yesu Kristo, kwa sababu umetufundisha namna ya kuishi na namna ya kudhihirisha imani zetu. Tusaidie sana zikaweze kutuletea wokovu katika maisha yetu. Kupitia jina lako. Amen.